Ni hafla ya mazishi hiyo inayoendelea katika eneo la Nakuru. Tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba taasisi ya fedha za umma IPF, KEWOPA na kundi la kitaifa la kutetea haki za kibinadamu hapa nchini sasa linataka mswada wa fedha mwaka 2026 kuhusisha utozaji ushuru katika sekta ya nyumba na ardhi, biashara ya ubadilishanaji wa sarafu za kigeni na vile ada za uagizaji bidhaa kwa ndege na vipuri vya ndege. Wakizungumza ama wakikutana na baadhi ya wakilishi wa kike bungeni, makundi hayo yamesisitiza kuwa sekta hizo zina idadi kubwa ya Wakenya ambao ni matajiri, na hivyo basi ipo haja ya wao kutozwa ushuru ambao wanalenga huenda ukawa zaidi ya shilingi bilioni 20. Mwakilishi wa kike Ruth Odinga amesisitiza haja ya wanaopata mshahara wa chini wa kima cha shilingi 30,000 kusazwa katika orodha ya wanaotozwa ushuru hapa nchini. 10 years, that's between 2015 and 2025, reports indicate that the wealthy have grown by 14%. So those are many. Right now we are speaking about 16 centi-billionaires. Those are people with a lot of about 12 billion each. And also we are talking about 7,200 individuals in this country that are also ranking as high net worth individuals because they own about 129 million. So when you talk about taxing wealth, we are saying that these individuals need to pay their fair share of tax. So it was our expectation that within the bill, we can already see actions or proposals and clauses that then enhance that. But unfortunately, what we are seeing is that there are exemptions, especially on aircraft spare parts that will be exempted. So this basically means that the country will be losing revenue. Look for the people who have got the wealth that is hidden in this economy, that we can generally see. When you do see somebody in real estate who is actually having property, buying property around, therefore that person has got a bracket of income that we are not taxing, or that the tax is being hidden, and then we now tax the person like the Mama Mboga, who on a daily basis is paying their tax in the market where they are. Aliyekuwa mbunge wa